Usitegemee kupata pesa kutoka YouTube kama unafanya yafuatayo. Kumbuka, YouTube ni jukwaa lenye fursa kubwa ya kipato, lakini pia ni jukwaa linalowavunja moyo wengi kwa sababu ya matarajio yao yasiyo sahihi. Watu wengi huanza safari ya YouTube wakiwa na ndoto za kupata pesa kwa haraka, lakini hawajui kuwa kuna mambo ambayo wakifanya uharibu kabisa hatima ya chaneli yao, na inaweza isifikie kabisa ile process ya kulipwa. Kama unaiba video za watu wengine kutoka kwenye chaneli zao alafu then unaziweka kwenye chaneli yako, utakuwa umefanya kosa kubwa ambalo litakuwa linaiua chaneli yako bila wewe kujua, na hatima yake ni kukataliwa kuingia katika YouTube Partner Program au kuondolewa monetization hata kama ulikuwa umefikia kiasi cha kulipwa. Kitu kingine ni kupoteza uaminifu kabisa wa watazamaji wako, kwa sababu watazamaji wako wataona wewe ni mbabaishaji, ni mtu ambaye unachukua vitu kutoka sehemu nyingine ambavyo tayari pengine vimesha trendi, alafu wewe unaviweka kwenye channel yako. Kwa hiyo watakuona wewe ni mtu ambaye hauna vitu vipya. Kitu kingine cha pili, ukiwa unafanya content bila mwelekeo, inaitwa no niche, kwamba kila leo unapakia kitu tofauti. Mfano, unapakia comedy, kesho mahubiri, kesho gameplay, kesho kutwa gospel. Hii inaua chaneli yako polepole, na hayo ni ya kuzingatia sana. Lazima ujue ni nini unakifanya kwenye chaneli yako. Kwa hiyo sio kufanya tu ili mradi uwepo. Subscriber hawatajua kwa nini wakufuatilie, na kitu kingine, viewers watapungua kadiri ya muda unavyokwenda. Tolee mfano mdogo tu kwamba watu wamependa chaneli yako kwa sababu unaongea kuhusiana na masuala ya ndoa, na watu wakavutiwa sana kwa sababu kila wanapopata changamoto ya ndoa, suluhisho lao na baadhi ya maumivu yao wanayatua wanapoangalia vipindi vyako, kwa sababu utatuzi wa kile kinachowazunguka. Sasa anapokuta yule mtu kwamba leo umeupload comedy, wakati alitegemea kwamba leo unaweza ukaweka kitu kingine kizuri ambacho kingemjenga, na kesho kutwa vile vile ukaweka kitu kingine, ukatoka kabisa kwenye msingi ambao yeye alitamani wewe uendelee, tayari huyo mtu atakuwa disappointed na chaneli yako, hawezi kukufuatilia tena kwa ukaribu. Kwa hiyo hata utakavyokuwa unaweka content zako, basi hawezi kuziangalia kwa sababu anaona huyu naye nilimpenda kwa sababu aliongea vitu fulani, leo ameshaniama. Kwa hiyo utaendelea kupoteza viewers wako, lakini pia subscriber wako watakuwa waelewe kwamba tunamfuatilia huyu bwana kwa sababu ya video moja tu au vinginevyo. Kwa hiyo lazima uwe ni mtu ambao ni constant, mtu ambaye unatengeneza video zako ujulikane kabisa mlolongo wa video zako ni upi. Kitu kingine, ukiwa unatafuta viewers kwa njia ya mkato, wale fake engagement, kwamba wewe subscriber au viewers wako ni wa kujenerate, ni marobot, unatumia robot kupata viewers. Mtu mwingine anakuambia mimi nauza viewers. Maana yake ni nini? Unatafuta viewers ambao sio wa kweli, kitu ambacho kitaua chaneli yako na kitafikisha malengo ambayo wewe uliplani kuyafikia. Hiyo itakuwa ni shida, na hatima yake YouTube utambua trafiki bandia, kwamba YouTube watatambua wale watu ambao wamefanyaje, ambao ni feki. Lakini kitu kingine, chaneli upigwa shadow ban. Shadow ban maana yake ni kwamba chaneli yako ikipigwa shadow ban, unapokuwa umeweka kitu chochote inakuwa imeshikwa kiasi kwamba haiwezi kusonga. Kama ilikuwa inawekwa recommendation kipindi una upload video zako, basi itakuwa haiwi hivyo. Kwa hiyo tayari chaneli yako itakuwa inakufa polepole. Kitu kingine, monetization ukataliwa na kufutwa. Kwa hiyo kama unafanya vitu kama hivyo, kumbuka utakuwa umeiua chaneli yako na hautafikia malengo yako ya kile ulichokipanga kukipata katika chaneli yako ya YouTube. Kwa hiyo viewers zisizo halisi hazijengi mapato ya kweli, lazima utambue hiyo. Kwa hiyo lazima ukubali kujishughulisha. Lakini kitu kingine ambacho ni cha msingi kabisa ni ukiwa unakiuka sera za YouTube mara kwa mara. YouTube wana sera zao ambazo wanataka kila mmoja anayeweka video zake au picha zake kwenye chaneli yake lazima azifuate. Kwa mfano, content za matusi, content za chuki, vurugu, picha za watu wazima, picha za utupu, taarifa za uongo, ni vitu ambavyo tayari moja kwa moja YouTube hawavipendi. Unakuwa umekiuka nini? Umekiuka sera za YouTube, na hatima yake ni video ile kufutwa, channel kuwekewa strike,
au kufungiwa kabisa bila maelezo marefu. Kwa hiyo inabidi uangalie ni kitu gani unakiweka. Je, kinaendana na sera ya YouTube? Kama ndivyo, basi unaweza ukapakia, lakini sivyo, bora uache, kwa sababu utakuwa umepoteza chaneli yako mikononi mwako mwenyewe na hautakuwa na mtu mwingine wa kumlaumu. Kwa hiyo ndio hivyo, na YouTube inalinda maadili. Kwa hiyo ndivyo hivyo, inabidi uzingatie. Kitu kingine ambacho unatakiwa pia ufuate ni ukiwa huna uvumilivu na nidhamu. Channel ya YouTube inalipa ndio, lakini unatakiwa uwe mvumilivu. Sio unapakia leo kisha unakaa wiki 3 bila kuupload, au unaacha kabisa kwa sababu viewers ni wachache. Kwamba wewe umepakia video imekuwa na viewers 10, ulitegemea video yako viewers wawe 1000. Lakini kwa sababu wamekuwa wachache, wewe unakata tamaa, unaona sasa kama video wamekuwa 10, mimi na upload nini? Kwa hiyo tayari unaweza ukajikuta umeshindwa kufikia mafanikio kwa sababu ya kukata tamaa. Kama kweli umenuia kupata faida au kunufaika na mtandao wa YouTube, basi zingatia haya mambo niliyokueleza kwa makini kabisa. Tuonane mpaka wakati mwingine. Usiache kulike, usiache kusubscribe, lakini pia kama una maoni usiache kutuandikia hapo chini, tutajibu kwa wakati, na Mungu akubariki sana.